Mwili mshapeleka mochari? Yes, madam. Yule kijana mshamweka ndani? Ndio. Anangojea siku ya kwenda kotini. Ile kazi imebaki sasa ni kumshika Gift. Hello Koplo. Nimekutumanishia location. Ukuje huku Tambaliza utuongezee nguvu. Sio yako madam. Nafikiria nalia pale. I think I know this girl. We need to arrest her. Mbona ni mazuri. Sasa Pato. Najua mimi na wewe tumekuwa na migogoro mingi sana. Lakini naomba unisamehe sana kwa yote ambayo yamefanyika. Naomba nikuachie mdogo wangu hapa. Ukaende vizuri. Lakini pia sipendi niishie hapo. Naomba ufanye taratibu zote zinazostahili. Leta wazazi wako nyumbani kwetu ili muoane kirasmi. Kaka, asante sana kwa kunipa ruksa tena niwe pamoja na Pato. Nakupenda sana kakangu. Nakupenda pia. Lamiki, asante sana kwa kunipatia ruhusa mimi na dadako tuoane. Lakini kitu nitachokuahidi, mimi dadako mimi sitamwacha. Tutaoana, tutapendana, tutamheshimu dadako. Na kwa mimi bwana Semegi. Naomba usiniangushe. Asijali shemeji. Haya, twende nyumbani nikaandalie chakula kitamu, tulikuwa pamoja tufurahi. Na bila shaka sasa hivi shangazi amekuja. Twendeni. Dadangu, naomba uende nyumbani. Na mazungumzo machache hapa na shemeji yangu. Kisha utakuja. Penzi wangu, wewe nenda nyumbani, na mazungumzo kidogo tunakuja. Kaka, nitunzie Pato wangu. Siwajua tena. Usijali mdogo wangu. Haya, kwaherini. Na msikawie basi. Sawa. Sasa, twende basi. Lamiki, ni muda mrefu sana sijarudi kazi, alafu bosi anataka nimregeshe hii bunduki. Nataka kurudi kazi. Okay. Hata mimi pia nataka kurudi. Na sijui itakuwaje. Wewe usirudi, maana bosi anajua ulikufa. Weka kaa kwanza. Niangalie mambo alafu nitakwambia urudi. Lamiki, wafanya nini Lamiki? Wewe unaona nini? Lamiki, tumeongea maneno tukamaliza. Unakumbuka maneno yako? Huruma sio malezi. Leo huruma na malezi. Hivi wewe unadhani nitakuwa cha muone dadangu? Niliapa lazima lipize kisha rafiki yangu. Nisamehe Lamiki. Nisamehe pia. Kwaheri.
Naomba usinielewe vibaya mdogo wangu. Nilifanya haya yote kwa sababu kulinda wewe. Naomba uelewe kwamba Pato sio sahihi kwako. Umemaliza? Baba alinipa jukumu la kulinda wewe. Naanzaje mimi kukuacha ulewe na jambazi? Pato alikuwa jambazi sugu sana. Hivyo hakuwa sahihi kwako. Awe jambazi, awe nani, Pato ndo alikuwa anaokuwa. Sitokusamehe na kuchukia mpaka kufa kwako. Afande, nasikia mkojo. Jikojole. Mruhusu. Oi, wenda wapi? Ni kazi yangu. Kama ni kazi yako ndo nifuatilie ukaniangalia uchi wangu. Harakisha basi. Madam, unajua tuna muda sahihi na tukizubaa yule mhalifu anazidi kwenda mbali zaidi. Hayo yote uliyosema ni kweli. Ninakushukuru sana kwa kuja kunisaidia. Hakuna shida madam. Tuko pamoja. Usijaribu kufanya ujinga aina yoyote, na ukipiga hata hatua moja mbele na kumwaga ubongo. Usilikuwa unasikia mkojo? Kojoa. Kojoa. Mikono juu. Finally. You are back, my love. Msishangae Gift was my lover. Akanibia pesa, kisha akarudi akaenda akajihusisha na dawa za kulevya na akawa jambazi. Ambia tu ukweli. Kazi ya kuuza madawa za kulevya tulikuwa tunafanya wote. Ukinisaidia na kunilinda, niliamua kuachana na wewe after kujua unataka kunitumia. Chimami confess. Kuna siku uliniagiza nimpelekee mzigo wa madawa. Madam, you are under arrest. Why? Kaa chini. Nilipewa kazi ya kuwachunguza baada ya kujulikana wewe unajihusisha na ujangili na kuwasaidia wahalifu, alafu unajiita mchapakazi. Hello sir. Mission complete. Mume wangu, Yes babe. leo sikushinda poa, nimechoka. Siwajua mfanyikazi wetu aliondoka. Yeah, najua. Saa kazi zote zimenilemea mimi, nakwambia nahisi uchovu. Oh no babe, sorry. Lakini si baadaye utanikanda mume wangu. Hakuna shida, hilo ni jukumu langu. Sawa babe. Okay, alafu babe,
Yes, babe. Niko na good news. Najua kule kazini tulipewa kazi na bosi wetu na akatuahidi kuwa mwenye atafanya kazi vizuri kuna zawadi yake. So katika ile kazi tumechapa vizuri na nimeichapa kwa uadilifu mkubwa sana. So mimi ndo nimezawadiwa na nimewekewa pesa kwa account. Wow. So ile pesa yenye nimewekewa kwa account na ile yenye nimesave kidogo kwa muda mchache niko na kama 800,000 hivi kama sijakosea. So nikaona hili jambo nisikae nalo mimi mwenyewe, nije nikushirikishe kama mke wangu, kama mwandani wangu. Tuone, unishauri tunafanyaje na hii pesa. Asante sana mume wangu. Nimesikia raha sana kwa kunishirikisha hili jambo. Usijali. Mimi chenye nilikuwa naonelea kuwa si tungepata kama plot hivi tukanunua tukajenga. Juu haya maisha ya kurent kila mara. Na ndo maana nakupenda sana mke wangu. Una akili sana. Asante babe. Babe. Sasa mahali ndo hapa. Sijui kama umepapenda. This is the opportunity. Mahali pamepatikana. So, ningeomba uninunulie hapa mahali nimepapenda. Mwanzo hata waona mchanga wake. Unakaa tu na rotuba, unafanya kila kitu, unapanda kila kitu chenye wataka, mahindi, mihogo. Kwa hiyo mimi nimepapenda. So baby, ningeomba uninunulie hapa mahali. Okay, hakuna shida babe. As long as umepapenda, acha tufanye mchakato. Juu wenyewe nimewacha huko nyuma wanaongea. Wakimaliza hiyo kiko yao, tuwaite, tuje tuandikishane, tuchukue hii sehemu. Yeah. Na wewe ufanye mambo yako. Okay, asante babe. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Sasa dada, nadhani nilichokiahidi na sasa nimekitimiza. Nisingependa kukubwaga. Hivyo basi nimeamua kukuletea wale wageni ili tuweze kufungua mchezo. Sasa fanya haraka kabla watoto hawajarudi. Na umeweka makaratasi yote sawa? Dada, acha maswali mengi. Tufanye kitu haraka haraka tumalize. Kila kitu kiko tayari. Ni wewe tu. Sawa kaka, mimi nakuaminia wewe, lakini tuwahi kabla hao watoto hawajarudi, wameenda kule kaburini kwa baba yao. Sawa dada, wewe fanya haraka. Sawa? Sawa. Usinibwage. Mimi tuko pamoja. Haya mama. Mahali nimepaona. Na mahali penyewe ni pazuri. Mwanzo mchanga wake unakaa uko na rotuba. Hapa ni pazuri. Na hata maji hayako mbali. Kuna jirani pale amechimba kisima. Mtakuwa mnateka maji hapo. Halafu hata mkilima, mihogo inafanya vizuri, mahindi, yani chochote chenye mtalima kiko vizuri. Kweli, hiyo basi ni kweli kabisa. Basi mimi kwa upande wangu ningeomba hiyo bei kidogo mtupunguzie. Kwani uko na ngapi? Kwa upande wangu mimi nilikuwa naona mtufanye 1,150,000. 1,150,000? Ndio, 1,150,000. Uko nayo hapo unipe? Sawa, usiniangushe. Basi nitawafanyia 400,000 ploti yote pamoja na nyumba. Mwisho kabisa nipeni kwa 300,000. Na kama hamtaki basi niende mbele. Mama, watu huelewana, usijali tutaelewana tu. Kaka, hizo 300,000 wazionaje? Dada, nusu kwa nusu. Wasemaje?
Ni sawa, bora usinidhulumu. Ukitumiwa hakikisha na mimi umenitumia. Ni sawa, mbona pesa? Sawa, tumekubali hiyo 300,000. Ni sawa. Sasa nadhani hakuna mtu mwingine ambaye anaishi hapa. Kwa hiyo ningeonelea tufanye malipo, tumalizane, na tukishamalizana nawapatia masaa 2 muondoke, mtuachie nyumba yetu. Hapa nyumbani naishi mimi na dadangu. Hivyo basi itabidi mfanye mpango wa pesa ili tuwakabidhi nyumba. Basi hakuna shida. Mimi naona mngeleta makaratasi tukaandikishiana, alafu kitu kingine. Sijui kama pesa mngetaka tuwatumie na simu kwa njia M-Pesa ama tuwapatie cash. M-Pesa. Basi mimi naona hakuna shida. Leteni makaratasi tuandikishiane, tumalize hii biashara. Mtoke na muendezeni. Dada, kachukua hizo karatasi. Sawa. Na usipoteze muda. Haya. Shangazi, nimebadili maamuzi. Rudisha pesa za watu, hapa sihami. Hivi wa mtoto na akili kweli wewe? Nimezaliwa mimi na lami tu. Nikigeuka na kumlaghai. Kimya. Sio wewe ulinishauri ukaniambia shangazi tuuze, na nikaja nikakubaliana na hayo maamuzi. Chukua bagi lako tuondoke. Nampenda kakaangu, narudia tena. Rudisha pesa za watu. Hapa sihami. Chiendacho kwa mganga hakirudi mama. Ama haukufurahishwa na ule mgao nilikugawanyia. Sasa usijali, nitakuongezea shilingi 10,000. Chukua bagi twende tuondoke. Nakaa na Tania Sasa subiri. Nikamwite Lami kioja sasa hivi hapa. Leila. Kwa jinsi nilivyong'ara hivi, halafu mimi nirudi tena kwa hiki kinyumba. Nenda, ukirudi haunipati, huwezi niharibia mipango yangu. Wewe ni nani? Unafanya nini hapa nyumbani kwangu? Mimi ni nani? Mimi ndo nakufaa kuuliza wewe ni nani? Mimi niko kwangu, hapa ni kwangu. Mimi hapa ni kwa babangu. Nashangaa kukuona hapa. Babe. Yes, babe. Njoo kidogo. Kuna tatizo? Nashangaa, msikize huyu simuelewi chenye anaongea. Habari yako ndugu. Tukusaidieje? Kwa mimi ni kwangu. Ni kwako? Kwa nini hapa? Ni kwako kivipi? Na wewe ni nani? Hapa ni kwa babangu mimi. Ni kwa babako? Sisi sehemu tumeuziwa. Na tumeuziwa hii ardhi huku nyuma na tumeuziwa na nyumba. Kwa hivyo hapa ni kwetu sisi. So na kushangaa wewe mwenye unasema hapa ni kwako, sijui ni kwa babako, hatukuelewi. Na kama huamini, hadi makaratasi tunayo. Tuko nazo hapa karatasi. Unaona? Karatasi ndo hizi. Agreement ya shamba, nyumba. So wewe kama hapa ni kwa babako, ni kwa nani, nenda kamalizane na babako. Hiyo kesi sisi haituhusu. Babe. Nenda. Babangu, naomba unisamehe. Umenipa jukumu la kumlinda dadangu na mali zako, lakini nimeshindwa.